Hello guys, karibu katika sehemu ya pili ya namna ya kuandaa ratiba ya vipindi katika shule. Tutorial iliyopita tuliangalia namna ya kufungua hii software au application kwa mara ya kwanza kabisa, na tukaona namna gani kuna vitu ambavyo unatakiwa reset pale. Leo sasa tunaangalia namna ya kusajili. Kumbuka hatua za kwanza ni kufungua. Ukishafungua kuna vitu umeseti kama tulivyoona video iliyopita, lakini leo baada ya hapo itabidi usajili masomo. Kisha sajili masomo, itabidi usajili madarasa. Kisha sajili madarasa, unasajili walimu. Kwa leo tuangalie namna ya kusajili masomo. Utabonyeza hapa subject, then nenda new, utaandika somo la kwanza, labda ni physics, then utaandika kifupi chake. Kisha unaandika kifupi, nitakuonesha baadaye wapi kinatumika. Utasajili tena somo lingine, labda ni biology, naandika kifupi chake pia ni bio. Kwa hiyo utasajili masomo yote, lakini kumbuka pia kuna vile vipindi vingine ambavyo mfano debate, sport and games, sijui labda kuna clubs, hivyo vyote pia tunavitem kama masomo. Kwa hiyo pia lazima uvisajili. Kwa hiyo utasajili pia debate. Hizi zenyewe utaandika kirefu chake moja kwa moja, haina haja kuandika kifupi. Kwa debate, alafu utasajili labda ni kipindi cha dini, pia utasajili kama somo kifupi chake kiwe hivyo, ili kwa sababu hiki kifupi kinachoonekana hapa ndio kinaenda kusomeka katika ratiba. Tunataka ratiba ionekane kabisa ikiwa ni full, text. Kwa hiyo nikuonesha sasa kwamba hii inaonekana vipi. Ukifungua mfano ratiba yetu tunayo hapa ambayo tushaiandaa, utaona Kiswahili hii ni Kiswa, maana hiki ni kifupi kama ilivyokuwa hizi siku, lakini pia tutaziangalia hizi baadaye. Lakini haya masomo mengine mfano usafi EK, nimekuambia hii pia tunatem kama masomo, kwa hiyo lazima pia usajili. Kuna dini, michezo, kwa lazima pia uweze kuvisajili kwa namna hiyo. Basi hivyo ndio namna ambavyo unaweza kufanya. Next video tutaangalia namna ya kusajili masomo, lakini usisahau kusave. Umeona ile ratiba inasomeka jina lake hili hapa, lakini hii inasomeka tu document, maana yake hatuja save. Kwa hiyo hakikisha una save kazi yako, click save, then save, alafu ipe jina sasa ambalo unataka kwa, utaandika jina hapa. Inaitwa Faraja Sek timetable, utaandika TB kwa kifupi kama hivi, then uta save. Kwa hiyo ukishamaliza kusave utaona sasa inasomeka Faraja Sek TB. Kwa hiyo hivi ndio namna ya kufanya. Asante kwa kusikiliza, usisahau kusubscribe, share na wengine pia. Asante.